Kidogo. Wacha niseme machache kwa Kiswahili. Watu ya Kandara, nani aliua watoto wa Gen Z? Nani aliua watoto wa Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameharibu mambo ya majani chai? Nani ameharibu mambo ya maziwa? Nani ameharibu biashara? Nani amebomoa nyumba ya Wakikuyu Nairobi? Nani amebomoa manyumba ya Wakikuyu Githurai? Nani ameamua lazima amalize jamii ya Wakikuyu? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Jezimbo? Jezimbo? Ngoja kidogo vuvuzela. Nyinyi Gen Z, Rigiji ako kadi, je nyinyi? Rigiji ako kadi, je nyinyi? Nyinyi Gen Z ndio dawa ya Kasongo. Lakini iko shida, mjue leo. Juzi usiku Kasongo ameenda Tanzania kutafuta rais wa huko anaitwa Mama Suluhu, ambaye aliua watoto ya Gen Z. Amemwambia Kasongo, wewe William Ruto, kwa nini unapembeleza vijana ya Gen Z? Kuja hapa tukufundishe njia ya kudili na Gen Z. Na Gen Z dawa yao ni kuwateka nyara na kuwaua. Kasongo ameenda Tanzania benchmarking jinsi ya kuteka nyara na kuua vijana ya Gen Z. Nataka nikuambie Kasongo, Kenya hapana Tanzania. Kenya hapana Tanzania. Na hao Gen Z wa Tanzania sio Gen Z ya Kenya. Nyinyi Gen Z, vile Kasongo ameenda kusoma kwa Mama Suluhu, vile atateka nyara na kuua watoto wa Gen Z, lazima mujihami, mujitayarishe na kitambulisho na kura, ndio next year tushikane na nyinyi, Kasongo aende nyumbani. Tumekubaliana? Harambee! Harambee! Ngoja kidogo vuvuzela. Ngoja kidogo vuvuzela. Mimi niseme, sisi tumeongea, tumekubaliana. Mimi Rigiji, Dr. Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Martha Karua, zote tumekubaliana tutakaa chini tutoe kiongozi moja wa kupambana na Kasongo kwa debe next year. Harambee! Harambee! Ngoja kidogo vuvuzela. Ngoja kidogo vuvuzela. Weka hii mabango chini. Mimi nataka niambie principles ya United Opposition. Mkuwe very careful katika vyama vyenu, kwa sababu ndani ya vyama vyenu Kasongo ameweka watu huko ndani kuja kusabaratisha upinzani. Na mimi nimejaribu kuambia nyinyi ya muziki. Jana nimeona kiongozi moja wa chama ambaye iko katika upinzani ameenda pale kwa TV kujaribu kuleta uhasama ndani ya viongozi ya upinzani. Ati anasema Rigiji akisimama, ati Kalonzo ataenda wapi? Ati Rigiji akisimama, Matiang'i yako wapi? Huyu ni kiongozi anajifanya ako pande yetu, lakini anatumika na Kasongo kuleta uhasama ndani ya viongozi ya upinzani. Mimi ningetaka nitangaze leo, kama Rigiji atakuwa kwa debe akipeperusha bendera ya upinzani, itakuwa Rigiji ndio anapeperusha hiyo bendera baada ya kukubaliana na Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i na Martha Karua na wale wengine wote. Harambee! Harambee! Ngoja kidogo vuvuzela. Mimi niseme Rigiji hataenda kwa debe bila makubaliano. Rigiji atakuwa kwa debe kama atakuwa ni yeye
the sole candidate wa opposition kufukuza William Ruto aende nyumbani. Kama Dr. Kalonzo Musyoka ndio atakuwa kwa debe kwa niaba yetu, Rigiji atakuwa amekubali, Matiang'i amekubali, Martha Karua amekubali, Eugene Wamalwa amekubali, kila mtu amekubali. Kama itakuwa ngoja kidogo, Vuvuzela, kama Dr. Fred Matiang'i ndio atapeperusha bendera yetu, atapeperusha, Rigiji atakuwa amekubali, Kalonzo atakuwa amekubali, Eugene Wamalwa atakuwa amekubali, Martha Karua atakuwa amekubali. Kwa hivyo niambie, huyu kiongozi anajifanya atien ako kwa pande yetu, anatumika na serikali kujaribu kuleta uhasama kati ya viongozi ya upinzani. Yule kiongozi atapeperusha bendera yetu, tutakuwa zote tumekubaliana na Wakenya ndio tukuwe na one candidate peke yake ya kupambana na William Ruto aende nyumbani.